hiki ambacho nipo bado cha chini sana, bado sijafika. Kwa namna ambavyo Mungu nimesikia habari zake, namna ambavyo nimesikia shuhuda za Mungu, namna ambavyo namsikia Mungu, bado hapa nilipo sijafika. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo ni hatua ya kwanza, lazima ukiri. Tuangalie hapa kwenye andiko letu la CMF. Njoo hapa Habakuki sura ya 3 mstari wa 2. Soma Habakuki sura ya 3 mstari wa 2. Sura ya 3 mstari wa 2. Habakuki mstari wake ni wa 2, nalo neno la Mungu linasema, Bwana, nimesikia habari zako, nami naogopa. Bwana, fufua kazi yako katikati ya miaka, katikati ya miaka tangaza habari yake. Katika ghadhabu kumbuka rehema. Amen. Umeona? Anasema Bwana, nimesikia habari zako, nami naogopa. Bwana, fufua kazi yako katikati ya miaka tangaza habari yake. Ya kwamba Habakuki akasikia matendo ya Bwana, akasikia shuhuda za Bwana, akiangalia hali ambayo tuko leo, anaona hapana, hivi wangu ambavyo tuko leo, mbona babu zetu wanatusimulia sio? Ya kwamba tunasikia kwamba Mungu alikausha bahari ya Shamu, wana Israeli wakapita, wakauzunguka ukuta wa Yeriko, ukuta mkubwa ukaanguka pasipo kubomoa kwa kuzunguka. Shuhuda zile za Mungu, namna ambavyo amewatoa wana Israeli kutoka Misri kuwapeleka Kanaani, namna ambavyo amewalisha jangwani, namna ambavyo amewapa maji katika mwamba, akatafakari maajabu ambayo Mungu ametenda, shuhuda za Bwana, anasema hapa tulipo bado. Ndipo anafika kumwomba Bwana, anamwambia Bwana, fufua kazi yako. Bwana, nimesikia habari zako nami nikaogopa. Bwana, fufua kazi yako katikati ya miaka tangaza habari yake. Katika ghadhabu kumbuka rehema. Kwamba Mungu turehemu. Tunataka viwango vilivyo ambavyo ulizirika, tunataka tukuone kwa viwango vingine. Bwana asifiwe. Huyu ni mtu ambaye amefanya tafakari, amefanya tathmini, ametafakari uwezo wa Mungu na nguvu za Mungu, anaona hapana, hapa bado. Hebu tumalizie na andiko la katika hii pointi ya kwanza, Waefeso sura ya 1 mstari wa 17 hadi wa 19. Waefeso sura ya 1. Waefeso sura ya 1. Sura ya 1 mstari wa 17 hadi wa 19. 19. Bwana wetu Yesu Kristo, Baba wa utukufu, awape ninyi roho ya hekima na ufunuo katika kumjua yeye. Macho ya mioyo yenu yatiwe nuru, mjue tumaini la mwito wake jinsi lilivyo, na utajiri wa utukufu wa urithi wake katika watakatifu jinsi ulivyo. 19. Na ubora wa ukuu wa uweza wake ndani yetu tuaminio jinsi ulivyo, kwa kadri ya utendaji wa nguvu za uweza wake. Amen. Bwana asifiwe. Kanisa, turudie neno hili. Turudie neno hili. Mungu wa Bwana wetu Yesu Kristo. Mungu wa Bwana wetu Yesu Kristo, Baba wa utukufu, Baba wa utukufu, awape ninyi roho ya hekima na ya ufunuo katika kumjua yeye. Macho ya mioyo yenu yatiwe nuru, yatiwe nuru, mjue tumaini la mwito wake jinsi lilivyo, na utajiri wa utukufu wa urithi wake katika watakatifu jinsi ulivyo. Mjue tumaini la mwito wake jinsi lilivyo, na utajiri wa utukufu wa urithi wake katika watakatifu jinsi ulivyo, na ubora wa ukuu na uweza wake ndani yetu tuaminio jinsi ulivyo, kwa kadiri ya utendaji wa nguvu za uweza wake. Kwa hapa anaangalia viwango vya Mungu, anaangalia heshima ambayo iko kwa Mungu,
anaangalia utajiri ambao kwa Mungu, anaangalia utukufu ambao kwa Mungu, akitazama viwango ambavyo tupo, anasema hapana, hivi sivyo. Anasema hapana, viko viwango vilivyo vya juu, viko viwango vilivyo bora. Anasema macho ya mioyo yenu yatiwe nuru, ili mpate kufahamu, ili mpate kuona ule utajiri wa utukufu, ili mpate kuona tumaini hili ambalo tunalo jinsi lilivyo, ili mpate kujua thamani ilivyo kuu kwa Mungu. Kwa anawaambia tatizo ni kwamba hamuoni, ya kwamba mnaona wako nje ni bora, lakini utajiri wa Kristo hajafanyaje? Haujajua. Ndio maana hapa Paulo anasema hapana, akatazama utajiri wa Mungu, anasema hapana. Anasema si kwamba nimekwisha kufika au nimekwisha kuwa mkamilifu, hapana, bali nakaza mwendo ili nipate kulishika lile ambalo kwa ajili yake nimeshikwa na Kristo Yesu. Jina la Bwana libarikiwe. Kwa hiyo hatua ya kwanza, lazima uwe na kiu, lazima uwe na shauku ndani ya Mungu, kutamani viwango vile vya Mungu. Jina la Bwana libarikiwe. Ndipo sasa Mungu hana shida kwenye kufufua, hana shida, ni sisi. Bwana asifiwe. Anasema nitakuwa pamoja nanyi kama mtakuwa pamoja nanyi. Kwa hiyo Mungu yeye wakati wote yuko tayari. Kwa hiyo ni sisi. Jambo la pili, amua kukaza mwendo kwa kujidhibitisha katika maombi, kufunga, kujifunza neno la Mungu, kujitenga na dhambi, kuliishi neno, kiu ya kukua na kuendelea. Hapo tufungue Timotheo wa kwanza sura ya 4 mstari wa 6 hadi wa 8. Timotheo wa kwanza sura ya 4 mstari wa 6 hadi wa 8. Mwingine afungua Korinto wa kwanza sura ya 9 mstari wa 24 hadi 27. Timotheo wa kwanza sura ya 4 mstari wa 6 hadi wa 8. Amen. Kwa utaua unayo faida zote sasa na milele. Yesu alisema duniani mara 100 kisha uzima wa milele. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Wakorinto wa kwanza 9:24-27. Wakorinto wa kwanza na mstari wa 24 hadi 27. Neno la Mungu linasema, je, hamjui ya kuwa wale washindanao kwa kupiga mbio hupiga mbio wote, lakini apokeaye tuzo ni mmoja? Pigeni mbio namna hiyo ili mpate. Na kila ashindanaye katika michezo hujizuia katika yote. Basi hao hufanya hivyo kusudi wapokee taji iharibikayo, bali sisi tupokee taji isiyoharibika. Hata mimi napiga mbio vivyo hivyo, si kama asitaye; napigana ngumi vivyo hivyo, si kama apigaye hewa, bali nautesa mwili wangu na kuutumikisha, nisiwe nikiishi kuwahubiri wengine, mwenyewe niwe mtu wa kukataliwa. Amen. Kwa hiyo anasema nautesa huu mwili, najibidisha, napiga sio kama yapiga hewa, najizuia katika yote. Lazima uwe na nidhamu ili uweze kufika. Lazima ujue unahitaji nini na nini unatakiwa uache. Unatakiwa ujue ya kwamba lengo langu ni lipi, na ili nilifikie ile lengo vitu vipi ambavyo vinaweza vikanifanya nishindwe kuja kule. Kwa hiyo unatakiwa uwe tayari kuyaacha yale yote ambayo atakuzuia kufikia lengo lako. Kwa Paulo anasema, je, hamjui ya kuwa wote washindanao kwa kupiga mbio hupiga mbio wote, lakini apokea tunzo ni moja? Pigeni mbio namna hiyo ili upate nini? Upate hiyo tunzo, upate kufikia hiyo medali ambayo Bwana amekuwekea ya thawabu. Bwana Yesu asifiwe. Lakini jambo jingine, weka lengo la kushika kusudi. Anasema ili nilishike. Huu mstari wa 12 wa Filipi
sura ya 3 mstari wa 12 anasema, si kwamba nimekwisha kufika au nimekwisha kuwa mkamilifu, la, bali nakaza mwendo ili nipate kulishika lile ambalo kwa ajili yake nimeshikwa na Kristo Yesu. Kwa hiyo hatua ya 3 ni ili nilishike. Kwa hiyo lazima uweke lengo la kulishika. Lazima uweke lengo kwamba naamua, nataka nilishike lile kusudi ambalo Mungu amenileta hapa duniani. Kwa lengo la maisha yako sio kuishi tu, bali ni kulishika, ni kushika kile ambacho Mungu alikuweka duniani kukishika. Tusome Waefeso sura ya 2 mstari wa 10 mwingine na Wakorinto wa kwanza sura ya 6 mstari wa 12. Waefeso 2 mstari wa 10. Kwa hiyo Mungu tayari alishaandaa matendo ya sisi kuenenda, tayari alishafanyaje? Yalishatengenezwa tangia hapo. Kwa hiyo ni sisi wajibu wetu, kama tunataka kutembea kwenye direction ya Mungu, maana yake atupasa kutembea katika hayo. Bwana asifiwe. Lakini pia Wakorinto wa kwanza 6:12 na Yohana 15:16. 6:12 neno la Mungu linasema, vitu vyote ni halali kwangu, lakini si vyote vifaavyo. Vitu vyote ni halali kwangu, si vyote vifaavyo. Vitu vyote ni halali kwangu, lakini mimi sitatiwa chini ya uweza wa kitu chochote. Amen. Umeona, hiyo ni nidhamu. Anasema vitu vyote ni halali kwangu. Ni kweli haya yote ni halali, lakini si vyote vifaavyo. Kwa hiyo hapa anazungumzia hekima ya kufanya maamuzi ya kwamba nitachagua lile ambalo ni jema zaidi. Katika mengi yaliyo mema, liko lilo jema zaidi kwa ajili yangu. Kwa hiyo nitachagua hilo sawa sawa na nini? Na mapenzi ya Mungu, vile ambavyo Mungu anapenda. Bwana asifiwe. Lakini pia Yohana 15:16. Hili neno ngao tumesoma Yohana 15:16. Tumelisoma, anasema si ninyi mlionichagua mimi, bali ni mimi niliowachagua ninyi, nami nimewaweka mwende mkazae matunda, na matunda yenu yapate kukaa, ili kwamba lolote muombalo Baba kwa jina langu awapeni. Kwa hiyo Mungu ndiye aliyetuchagua na hajaishia kutuchagua, ametuweka tukazae matunda, na hayo matunda yapate kukaa. Kwa hiyo ndio kazi ambayo tunayo, ndilo kusudi ambalo Mungu amekuwekea. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Hilo lilikuwa jambo la 3. Lakini jambo la 4, amua kuwa na focus. Anasema natenda neno moja tu. Anasema ndugu, sijizani nafsi yangu kwamba nimekwisha kushika, ila natenda neno moja tu. Kwa hiyo lazima uwe na focus. Yako mambo mengi, ukisema ufanye kila jambo utakuta unazeeka hujamaliza yote. Kwa hiyo lazima ujue lipi ni bora kwako. Ni kweli njia ziko nyingi, lakini ipi ambayo ni yako wewe, ambayo unapaswa kupita wewe, ambayo Mungu ameandaa kwa ajili yako, ni ipi? Kwa anasema natenda neno moja tu. Wafilipi 3:13, Mathayo 6:24, Yakobo 1:8. Filipi 3:13, Mathayo 6:24, Yakobo 1:8. Filipi 3:13 Biblia inasema, ndugu, sijidhani nafsi yangu kwamba nimekwisha kushika. Amen. Mathayo 6:24. Ila anatenda neno moja tu. Sawa. Mathayo 6:24. Mathayo 6 na mstari wa 24. Nalo neno la Mungu linasema, kukawa na msukosuko mkuu baharini. 6:24. Nalo neno la Mungu linasema, hakuna mtu awezaye kutumikia mabwana wawili, kwa maana atamchukia huyu na kumpenda huyu, ama atashikamana na huyu na kumdharau huyu. Hamwezi kumtumikia Mungu na mali. Kwa hiyo lazima uamue kwamba unataka kutumikia mali ama ni Mungu. Kwa hiyo anasema hamwezi kutumikia mabwana wawili. Hakuna mtu awezaye kutumikia mabwana wawili. Kwa hiyo lazima
uwe na uchaguzi mmoja. Yakobo 1:8. Ndio. Zote. Amen. Anasema mtu wa nia mbili husitasita katika njia zake zote, ya kwamba anaenda njia hii anarudi, anaenda huko anasema huku, asipokutana matokeo anasema labda sio, lakini yeye ambaye ana dhamira anasema lazima nije kule. Haijalishi atakutana na mangapi huko njiani, ataendelea na safari. Kwa nini? Kwa sababu anaona kule anakwenda. Bwana asifiwe. Lakini wa nia mbili husitasita katika njia zake zote. Jambo la tano, acha vizuizi. Anasema nikiyasahau yaliyo nyuma, mambo ya nyuma, ya kwamba lazima uwe tayari kuyasahau. Kuna baadhi ya mambo lazima uwe tayari kuyaacha. Kwa nasema nikiyasahau yaliyo nyuma, kwa sababu hayataweza kupeleka mbele. Hayo mambo yanaweza yakawa dhambi za zamani, maumivu ya zamani, majivuno ya zamani, kushindwa, lakini Paulo anasema sitakaa nyuma. Isaya 43 mstari wa 18 na 19. Isaya 43 mstari wa 18 na ule wa 19. Nalo neno la Mungu linasema, msiyakumbuke mambo ya kwanza, wala msiyatafakari mambo ya zamani. Tazama, nitatenda neno jipya, sasa litachipuka. Je, hamtalijua sasa? Nitafanya njia hata jangwani na mito ya maji nyikani. Amen. Na Wakorintho wa pili 5:17. Amen. Kwa anasema kwenye saa, anasema msiyakumbuke mambo ya zamani, ya kwamba ule mwenendo ambao ulikuwa unaenenda zamani, zile dhambi ambazo ulikuwa unafanya zamani, zile hatia ambazo ziko ndani ya moyo wako wa zamani, usizikumbuke, kwa sababu Mungu amekusamehe. Kwa hiyo utakiwi kuendelea kuishi ndani ya wokovu ukiwa na hatia, zile zote zisahau. Kwa nini? Kwa sababu umefanywa kuwa mpya. Anasema hata imekuwa mtu akiwa ndani ya Kristo amekuwa kiumbe kipya, ya kale yamepita, tazama yamekuwa mapya. Ya kwamba Paulo anasema ndio nilikuwa muuaji, ndio nilikuwa naliuzi kanisa, lakini sasa mimi niko kwa ajili ya ufalme wa Mungu. Natangaza habari za Mungu, natangaza injili ya Kristo. Nikiyasahau yaliyo nyuma. Kwa maana nyingine unaweza kusema kwamba ahesabu utumishi ambao ametumika jana. Jana alitumika, lakini anasema hapana, kiwango cha jana bado. Kuna viwango ambavyo Mungu anavyo leo. Kwa hiyo kile tuapo leo anajibidisha katika maombi, anajibidisha kusoma neno, anajibidisha kushuhudia injili ya Kristo. Kwa nini? Ili afikie lile lengo la Kristo. Bwana asifiwe. Kwa hiyo ni hatua ya tano. Hatua ya sita, elekeza nguvu zako mbele. Elekeza nguvu zako mbele. Elekeza nguvu zako mbele. Kama tulivyosoma hapo kwenye Filipi sura ya 3 mstari ule wa 13, anasema ndugu, sijizani nafsi yangu kwamba nimekwisha kushika, ila natenda moja tu, nikiyasahau yaliyo nyuma, nikiyachumulia yaliyo mbele, nikiyakazia yaliyo mbele, nikiyachumulia yaliyo mbele. Kwa anatazama yale yaliyo mbele. Yaliyo mbele ni yapi? Ambayo tumesoma kwenye Efeso sura ya kwanza mstari wa 17 hadi wa 10 na ngapi? Ndiyo yaliyo mbele.
anachumulia hayo anatajia vione viwango vingine ambavyo Mungu anavyo. Anasema Mungu wa Bwana wetu Yesu Kristo, Baba utukufu, awape ninyi roho ya hekima na ufunuo katika kumjua yeye. Macho ya mioyo yenu yatiwe nuru, mjue tumaini la mwito wake jinsi lilivyo, na utajiri wa utukufu wa urithi wake katika watakatifu jinsi ulivyo, na ubora wa ukuu wa uweza wake ndani yetu tuaminio jinsi ulivyo, kwa kadri ya utendaji wa nguvu za uweza wake. Umeona? Hapa anazungumza mambo ambayo tumaini la mwito huu ambao tunao jinsi lilivyo, utajiri wa utukufu wa Mungu ambao ametupa sisi kwa urithi. Yaani sisi ni warithi wa utukufu wa Mungu. Sawa. Kwa hiyo lakini pia tusome Misali 29:18 na Waebrania 12:2. Misali 29:18, Waebrania 12:2. Biblia inasema pasipo maono watu waacha kujizuia, sheria, bali ana heri mtu yule aishikaye sheria. Ndiyo. Na Waebrania 12 mstari wa 2. Amen. Kwa hiyo anasema tukimtazama Yesu mwenye kuanzisha na mwenye kutimiza imani yetu, ambaye kwa ajili ya furaha iliyowekwa mbele yake aliustahimili msalaba na kuizalau aibu. Nguvu iliyomwezesha Yesu kuvumilia na kushinda pale msalabani ni ile furaha ambayo alikuwa anaona kwamba iko siku kuna watakatifu wataketi TG Glory wakijifunza neno la Mungu. Iko siku kuna watu wataokolewa kutoka kwenye dhambi na kumjua Mungu. Kwa hiyo anasema ambaye kwa ajili ya furaha iliyowekwa mbele yake aliustahimili msalaba na kuidhalau aibu. Kwa Yesu aliustahimili msalaba na kuidhalau aibu. Kwa nini? Kwa sababu ya ile furaha iliyowekwa mbele yake. Kwa hiyo kama ukiwa na maono, ukiliona lile kusudi ambalo Mungu ameliweka mbele yako, haijalishi utapitia magumu ngapi, utasema naona kule, naenda kule, nataka nifike. Kwa anasema sio kwamba nimekwisha kushika. Anasema sio kwamba nimekwisha kufika, bali nakaza mwendo. Kwa nini? Kwa sababu anaona kule anakoenda. Kama uoni ni rahisi ukikatishwa tamaa kuzila. Kama uoni ni rahisi ni rahisi kunini? Yaani ni rahisi kuacha. Lakini kama unaona kule ambako unaelekea, haijalishi utakutana na miba, haijalishi utakutana na mawe, haijalishi utakutana na magumu ngapi, utasema lazima nije, liwe jua liwe mvua, lakini lazima nifanyeje? Nifike. Hautakatishwa tamaa kirahisi rahisi. Kwa nini? Kwa sababu unaona unakoelekea. Bwana Yesu asifiwe. Na hutapotea kirahisi. Kwa nini? Kwa sababu una picha kule unakoenda. Jina la Bwana libarikiwe. Amen. Lakini pia jambo la 7, fahamu kuwa kuna medali ya zawadi, kuna medali ya thawabu, yaani zawadi ambalo utaipata ukishika kusudi. Fahamu kuwa kuna medali ya thawabu au zawadi ambayo utaipata ukilishika kusudi. Fahamu kuwa iko medali iko medali, liko kombe ambalo utalipata, iko zawadi ambayo utaipata. Na hizo zawadi sio kama hizi za duniani ambazo zinaharibika, zisizoharibika, zinazodumu, zenye utukufu sasa na milele. Bwana asifiwe. Kwa Paulo anasema mstari wa 14, nakaza mwendo nifikirie mede ya thawabu. Ni medali ya thawabu. Bwana Yesu asifiwe. Nifikirie mede ya thawabu ya mwito mkuu wa Mungu katika Kristo Yesu. Ukisoma kwenye Biblia ya Kiingereza anakuambia prize.
Kwenye chuo tuna kitu kinaitwa Nobel Prize, yani zile zawadi ambazo unapewa, ile tuno ambayo unatunikiwa kutokana na kitu labda umegundua kitu fulani. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo na kwa Mungu hivyo hivyo iko medali ya thawabu, iko medali ukishafika kule mwisho, kama umefika ukiwa umeshinda. Lakini pia Timotheo wa pili sura ya 4 mstari wa 1 hadi wa 8. Timotheo wa pili sura ya 4 mstari wa 1 hadi wa 8. Timotheo wa pili sura ya 4 mstari wa 1 hadi wa 8. Anasema, na kuagiza mbele za Mungu na mbele za Kristo Yesu atakayewahukumu walio hai na waliokufa kwa kufunuliwa kwake na kwa ufalme wake. Lihubiri neno, uwe tayari wakati kufaao na wakati usiofaa. Karipia, kemea, kuonya kwa uvumilivu wote na mafundisho. Maana utakuja wakati watakapokataa mafundisho yenye uzima, ili kwa kuzifuata nia zao wenyewe watajipatia walimu makundi, kwa kuwa wana masikio ya utafiti. Nao watajiepusha wasisikie yaliyo kweli, na kuzigeukia hadithi za uongo. Bali wewe uwe na kiasi katika mambo yote, vumilia mabaya, fanya kazi ya mhubiri wa Injili, timiza huduma yako. Kwa maana mimi sasa namiminwa, na wakati wa kufariki kwangu umefika. Nimevipiga vita vilivyo vizuri, mwendo nimeumaliza, imani nimeilinda. Baada ya hayo nimewekewa taji ya haki, ambayo Bwana mhukumu mwenye haki atanipa siku ile, wala si mimi tu, bali na watu wote pia waliopenda kufunuliwa kwake. Kwa hapa Paulo anampa maelekezo mwanao Timotheo, anamwambia ya kwa, anampa ethic, anampa maadili na namna ambayo ataenenda. Anamwambia huko wakati ambao watakataa mafundisho ya kweli, watajipatia walimu makundi, wakijiepusha na yaliyo kweli wasisikie. Kwa nini? Kwa sababu wana masikio ya utafiti. Lakini anamwambia bali wewe uwe na kiasi katika mambo yote, vumilia mabaya, fanya kazi ya mhubiri wa Injili, timiza huduma yako. Kwa maana mimi sasa, na mimi nasema nimevipiga vita vilivyo vizuri. Maana yake hapa tayari alishalishika kusudi, ile kiu yake ya kwamba sio kwamba nimekusha kufika, sasa tayari ameshafika. Lile kusudi ametimiza, anafika kuhitimisha, anamwachia huyu aendeleze ile kazi njema ambayo alikuwa anaifanya, ili na wengine wapate kumwona Mungu, wapate kushuhudia uzuri wa Kristo. Hapa Paulo amemaliza ile kazi, tayari amevipiga vile vita. Sasa anasubiri taji, anasubiri ile medali ambayo Mungu ameweka iwe kwangu na kwako pia. Bwana asifiwe. Tufikie mwisho kwa ushindi, nasi tukapate taji ile siku. Tusikate tamaa, nasi tusione kwamba tumefika kile tu hapo leo. Tuwe na shauku, tubebe nguvu za Mungu, tuwe na kiu ya kufikia viwango vile ambavyo Mungu ameviandaa kwa ajili yetu. Jina la Bwana libarikiwe. Amen. Lakini kuna jambo moja, hebu nimalizie. Mambo ya muhimu kufahamu. Hayo mambo tutazungumza kwa ufupi. Jambo la kwanza, mafanikio yako yamefichwa ndani ya kusudi la uwepo wako duniani. Kwa nini ulifahamu kusudi lako? Kwa sababu mafanikio yako yamefichwa ndani ya kusudi la uwepo wako duniani. Mathayo 6:33 anasema, Mathayo 6:33 anasema, bali ufalme wake na haki yake, na hayo yote mtazidishiwa. Bali tafuteni kwanza ufalme wake na haki yake, nayo yote mtazidishiwa. Kwa hiyo mtu wa Mungu, usijikite kutafuta ziada, tafuta zaidi yako ambao kwa Mungu kwake ni zaidi na yako ya ziada. Je, Mungu alituleta duniani tumiliki? Lengo la Mungu kututoa kule duniani kutuleta hapa, je, ni kwamba tuwe tuna magari, tumiliki majumba ya kifahari, tuishi hivyo, tufly basi? Je, lengo la Mungu kutoa kule mbinguni kukuleta hapa duniani na kufanya yote ni nini? Lengo lake? Kwa mtu wa Mungu lazima ujue lengo la Mungu.
kutoa kule kuleta hapa ni lipi? Usipojua utajikita na ziada. Kumbe Mungu anasema utafuteni kwanza ufalme wake na haki yake, na hayo mengine mtazidishiwa. Ya kwamba hayo mengine utapewa mengi na kutosha, lakini liko lilo kubwa zaidi, liko lilo bora zaidi, liko lenye utukufu zaidi, liko lenye heshima zaidi. Kwa Mungu anataka ulitafute kwanza hilo, kiu yako iwe kwenye hilo. Ukiweka kiu yako kwenye mambo ya nini, kwenye ziada, maana yake utashindwa kufika kule. Kadri unavyopambana kutafuta mafanikio pasipo Kristo, ndivyo unavyozidi kuyakimbia mafanikio yako. Kwa nini? Kwa sababu mafanikio yako kwenye kusudi lako. Kwa kadri unavyopambana kutafuta mafanikio nje ya Kristo, ndivyo ambavyo unakimbia katika mafanikio yako. Kwa nini? Kwa sababu mafanikio yako yako ndani ya kusudi lako. Zaburi 34, Zaburi 37:4. Zaburi sura 37 mstari wa 4. Zaburi sura 37 mstari wa 4 anasema nawe utajifurahisha kwa Bwana, naye atakupa haja ya moyo wako. Kwa jifurahishe kwa Bwana, Mungu atakupa haja ya moyo wako, atakupa kile unachohitaji. Ujifurahishe kwa Bwana, ufanye nini? Ufanye lile agizo ambalo Mungu anakupa. Utende na mambo Mungu anapenda utende. Naye Mungu atakupa haja ya moyo wako. Tafuteni kwanza ufalme wake na haki yake. Jifurahishe kwanza kwa Mungu. Hayo mengine utazidishiwa. Bwana atakupa haja ya moyo wako. Ya kwamba unahitaji Mungu atakupa. Sulemani anaambia anaomba hekima. Mungu akamwambia umeomba kitu bora. Umeomba jambo jema. Kwa akampa hiyo hekima, lakini akampa na ziada. Kwa hakuna mtu aliyekuwa tajiri kama nani? Sulemani. Lakini amekuwa tajiri mkubwa. Kwa nini? Hakutafuta utajiri, aliomba kwanza lililo zaidi. Aliomba kwanza hekima ambayo itamsaidia kutimiza kusudi la Mungu. Kwa Mungu atakupa nini? Na ziada. Kwa hiyo jifurahishe kwa Bwana na atakupa haja ya moyo wako. Bwana asifiwe. Lakini jambo jingine, mafanikio yako yanategemea siri uliopewa na Mungu. Mafanikio yako yanategemea siri ambazo unazijua, siri ambazo Mungu amekufunulia. Zaburi 25:14. Zaburi 25:14. Zaburi 25:14. Anasema siri ya Bwana iko kwao wamchao, naye atawajulisha agano lake. Umeona? Siri ya Bwana iko kwao wamchao. Siri ya kufanikiwa kwako, siri ya ushindi wako, siri yako ya maisha yako yote iko kwa Bwana. Anasema naye atawajulisha agano lake. Liko agano ambalo Mungu amekuleta hapa duniani. Mungu hajakuleta tu hivi hivi. Liko agano ambalo alifanya nawe kabla hujaja hapa duniani. Kwa mafanikio yako yapo pale ambapo utalijua agano na kulitimiza agano. Kwa umbali wako na Mungu na kiwango chako cha mafanikio ya kusudi kinategemea siri ambazo unazo. Yaani siri ambazo Mungu amekupa za ufalme ndizo ambazo zitakazoamua ufike wapi. Na siri kubwa ni Mungu alikujua na kuna agano na kusudi ndani yako. Yaani Mungu alikujua, anamwambia Yeremia, kabla sijakuumba nalikujua. Naenda kumalizia. Kwa usichoke. Tulia. Jambo jingine la pili kutoka mwisho. Mungu amemaliza yote. Yeye utangaza mwisho kabla mwanzo. Isaya 46 mstari wa 10 utaenda kusoma ya kwamba Mungu anatangaza mwisho kabla mwanzo. Isaya 46 mstari wa 10. Hebu tusome isije ukashindwa kwenda kusoma alafu ikawa Isaya 46:10. Anasema nitangazaye mwisho tangu mwanzo na mambo na tangu zamani za kale mambo yasiyotendeka bado, nikisema shauri langu litasimama nami nitatenda mapenzi yangu yote. Jambo la mwisho, usifanye mchezo na wokovu mkuu. Usifanye mchezo na wokovu mkuu. Usifanye mchezo na wokovu mkuu. Waebrania sura ya 2 mstari wa 3. Anasema sisi je, tutapataje kupona tusipoujali wokovu mkuu namna hii, ambayo kwanza ulinenwa na Bwana
kisha ukathibitika kwetu na wale waliosikia. Hivi Ashumu, ukawa na mfanyakazi, ukampa vitu vyote anavyohitaji, ukampeleka shambani kwako, mkaweka agano, ukampa vyote ambavyo anahitaji, ukamweka kule alime, na mwisho wa siku akavitumia vile vitu vyote ambavyo umempa na asilime shamba lako, yani asilime kabisa. Yani na vile vitu ambavyo umempa akatumia asilime ile shamba. Hivi utamfanyaje? Bwana Yesu asifiwe. Utamfanyaje? Bwana asifiwe. Amen. Mungu awabariki. Karibu mchungaji. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Sisi